Ukitaka kudumu kwenye mahusiano, wewe fumba macho, ziba masikio, kisha songa na mbele. Unajua, wajanja wawili kama waweze kudumu kwenye mahusiano, ili mahusiano yasonge mbele, sharti mmoja wenu awe mjinga. Mambo vipi? Mko aje? Mko sawa sawa? Karibu kwenye ulimwengu wa simulizi za mapenzi. Na leo tunaendelea na simulizi yetu ya Chozi la Usaliti. Mwandishi kama kawaida ni MSI na hii ni sehemu ya pili. Mbele ya macho yangu alikuwa amesimama msichana mrembo. Naposema mrembo namaanisha alikuwa mrembo hasa. Labda kwenye macho ya wengine hakuwa mrembo kiasi hicho, lakini kwangu aliweza kutikisa macho yangu, achilia mbali moyo wangu ambao ulikuwa utabani kwa ajili yake. Sura yake yenye mvuto ilikuwa imepambwa na rangi nyeusi ti mfano wa mkaa. Nikuibie siri, japo mimi sinywi pombe, lakini nilikuwa mlevi wa rangi nyeusi. Kwa kweli mimi na rangi nyeusi ilikuwa damu. Sasa sijui rangi yake ndio ilinichanganya au uzuri wake, lakini ukiachana na rangi yake pia alikuwa ameumbwa bwana. Mrembo huyu alikuwa amependelewa jamani. Alikuwa ameumbwa, akaumbika. Nadhani siku ya uumbwaji wake ilikuwa tulivu mno. Ndio maana muumbwaji alikuwa na utulivu wa sura, umbo, mpaka rangi. Sijui niseme nini ili nieleweke au nifanye nini ili mniamini, lakini kwa mara ya kwanza nilikuwa nimependa tena mapenzi ya dhati. Bila kujielewa nilijikuta mateka wa penzi lake. Sikuwa na namna zaidi ya kukubaliana na ukweli ambao ungeniweka huru na kuniwezesha kutafuta njia ya kulitafuta penzi lake. Shida moja nilikumbana nayo, nilikuwa mgeni kwenye ulimwengu wa mapenzi. Kwenye ulimwengu wa mapenzi nilikuwa sijui chochote zaidi ya neno na kupenda. Miaka yangu 17 haikutosha kabisa kufanya niwe mwenyeji kwenye mambo ya mahusiano. Umri huu sikuwahi kuwa na mpenzi, achilia mbali kutongoza binti yoyote. Mtaani kwetu nilikuwa najulikana kwa uoga, hususan kwenye masuala ya mahusiano. Vijana wa umri wangu wengi walikuwa na mapenzi, ila mimi wala sikuwahi kufikiria mapenzi. Hata sijui ilitokeaje moyo wangu kanasa kwa huyu mrembo. Kusema kweli, nilitamani kuongea naye, lakini sauti haikutoka. Hii ni kwa sababu ya uoga. Nilijaribu kumsogelea, lakini miguu ilikuwa mizito. Hata sikuweza kupiga hatua moja. Hivyo nilibaki na mtazamo kwa macho ya wiziwizi, huku nikiwa nimesimama kama mlingoti. Ulipita ukimya wa dakika kadhaa, kila mmoja wetu akiwa amefunga mdomo. Ghafla nilishangaa binti akipiga hatua na kunisogelea. Nilihisi kuzimia. Pressure ilikuwa inapanda na kushuka kwa kasi ya ajabu. Mapigo ya moyo yalikuwa yanashindana kudunda, tena kwa spidi ya hali ya juu. Yule binti alipofika karibu yangu, alisimama na kunitazama. Mwili wangu ulianza kutetemeka. Mwili ulikuwa unatetemeka kama nimepigwa na shoti ya umeme. Sijui nini kilinikuta siku ile, maana nilipata tabu. Ama hakika siku ile niliteseka sana. Alinikagua kwa makini, kisha alipiga hatua na kuondoka pasipo kuongea neno lolote. Hapo kidogo nilipumua, maana ningekufa kwa mshtuko na kuambia. Nilibaki na msindikiza kwa macho tu, sikuwa na namna nyingine, maana hali yangu nilikuwa naifahamu mwenyewe tu. Niamini mimi, kweli nilikuwa muoga wa kutongoza, ila sikuwahi kufikiria kuna siku mwanamke atanipeleka mbio namna ile. Kumbe nilikuwa sijakutana na kiboko wa moyo wangu. Ama hakika kwa huyu binti nilikuwa nimenasa. Tena nimenasa mithili ya samaki kwenye ndoano. Bahati mbaya, uwezo wa kujinyasua hata sikuwa nao kabisa. Hapa nilijua kuisha habari yangu. Muda sio rafiki. Mfano wa simulizi za mapenzi na tia nukta kwa leo. Nilikuwa naelea taratibu kwenye bahari ya mapenzi. Nikwambie tukutane tena kwenye sehemu ya 3 ya Chozi la Usaliti. Nafungasha kilicho changu napita hivi. Uwe na siku njema. Ciao.